Mama wa Simba, nimetua kwa kishindo. Kama kawaida yangu kujitambulisha mama wa Simba na fimbo yake. Jana tulikuwa na mechi yetu nzuri. Tumecheza na Azam. Kiwango cha Simba mmekiona. Simba siwadai, wachezaji siwadai. Siwezi kuendelea kumwongelea mwamuzi Arajiga. Nadhani kila mmoja ameongea. Wazee mmewasikia wameongea. Kila mtu ameongea jinsi alivyoona. Sasa basi, mama wa fimbo, mama wa Simba, yote yamepita. Tunashukuru yaliyopita yamepita. Kwanza, jambo la kwanza na la pili kumzungumzia huyu refa ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba tumepata pointi moja, kwa sababu njia yake na mipango yake na kiwango alichokuwa amepewa ilikuwa sio kwamba sisi kupata pointi moja, ilikuwa ni kushindwa. Tutoke bila pointi. Ina maana alikuwa ameshaandaliwa Azam kuwa na pointi 3. Useme tu kwanza kiwango cha Azam kilikuwa kipo chini sana. Maana mimi nimewaona kipindi cha kwanza kidogo ndo walisogea golini, lakini kipindi cha pili walifeli kabisa. Na ndo maana umeona Manula golikipa wao kapewa kwamba yeye ndo mchezaji bora wa mechi ya jana, kwa sababu hawakuwa na mpira wote. Simba tumeenda makibao. Kwa hiyo sasa, hiyo mimi naweza nikasema kwamba imepita. Yaliyopita sindwele, tugange yajayo. Kesho kutwa tuna mechi yetu, na hapa sasa hivi ndo tupo tunajiandaa, tunaondoka. Mimi mama wa fimbo naondoka, naenda Arusha, tunaenda kwenye mechi yetu. Ninachowaomba viongozi wa Simba, benchi la ufundi, mashabiki, wanachama, kwa sasa sio marumbano. Sasa hivi tuweke balance. Tumemaliza maneno. Sasa hivi sio kuanza kuongelea masuala yaliyopita. Tuongelee mechi yetu inayokuja. Tupambane, kila mmoja apambane. Jamani, sijui niwaambie nini. Kila mmoja apambane. Sasa hivi hapa nimetoka kuwaona Yanga hapa. Wameenda kwa mganga. Wanadanganya eti yule mganga ndio mjomba wake na Damaro. Kumbe wameenda kwa yule mganga. Yaani Yanga wameenda kwa mganga. Yule ni mganga. Sitaki kuelekeza. Ni mganga. Nataka kuambia hivi, mimi sijawaambia kwamba twende kwa mganga, ila nimesema wapo wanapambana huko. Nimewaona wapo wanapambana. Ukitaka ufanikiwe, lazima ujivalishe roho ya kikatili. Huwezi kufanikiwa katika maisha yako, lazima uwe na uamuzi mgumu. Uwe na maamuzi magumu kabisa. Kuwa na maamuzi magumu. Tuacheni na maneno yaliyopita yamepita.
tuanze kupambana na mechi zetu hizi zinazokuja, maana zimeambatana kama mapacha wanavyotoka tumboni mwa mama yao. Sasa ndo hii zimekuja, maana tuna mechi na nani hao nani Fountain Gate, tuna FA, tuna hawa TRA. Sasa tuanze kufocus na hizi mechi hizi 3, tuachane na upuuzi kabisa au mwingine. Yayo yameshapita. Acha wachambuzi wabaki na rajiga wao, acha wale wa TFF wabaki na mtu wao. Sisi tupambane na cha kwetu. Tunataka tupate pointi 3, na katika mechi zilizobaki acha wawatengenezee mazingira ya kupata ubingwa. Mimi nishawaambia wawapeni ubingwa tu. Wanatengeneza mazingira ya nini? Wawapeni ubingwa tu, wagaieni ubingwa. Kwa nini mtengeneze mazingira yasiyokuwa na manufaa? Tengeneza mazingira yenye manufaa. Sasa wapeni na ubingwa, kila kitu wapeni. Wapeni. Mmesha watengenezea mazingira ya kupewa wachezaji wa nje, wanaitwa kwamba ni wachezaji wa ndani. Yaani kila mbinu Yanga wamepewa, mbinu zote za kivita. Wameshapewa mbinu za kivita zote. Sasa hivi tu wanatudanganya. Hivi mnatudanganya sisi. Mmetoka hapa mpo kwa mganga sasa hivi, akina Godi Yanga wapo kwa mganga sasa hivi, mmeona hapo kwa mganga. Eti wanaenda kujidanganyisha eti tupo sijui kwa mjomba wake na dama. Mjomba wake ameangukia wapi? Amelalia wapi? Ni wa wapi huyo mjomba wake na Damaru? Sisi tumalize mechi yetu tarehe 9 na hizo zinazoendelea, tumalize mambo yetu, tusonge mbele. Ndio hilo mama wa Simba, nimemaliza. Mmenielewa? Tuendelee kupambana. Kila mmoja apambane kivyake. Yaani mwana Simba yeyote, kiongozi, mwanachama, mshabiki, yani kila mmoja apambane. Jamani, hivi mnanielewa? Mnielewe jamani? Hivi mnataka mimi ni katika vipande au nigawanyike vipande? Nimesema jamani, tupambane. Kila mmoja apambane. Aliyeenda kule apambane. Kila mmoja anapambana kwa wakati wake. Sina mengi zaidi.